Okay, taonesha namna ya kufanya API binding kwenye Binance na Royal Q yako. So kama unataka kufanya binding, basi fuatisha haya ambayo utaona hapa kwenye video. So moja kwa moja tutaingia kwenye Binance, kwa sababu huku ndiko ambako tunatengeneza API. So fungua Binance yako, kisha njoo kwenye vimistari vitatu hapa juu kushoto, hivyo hapo, na ubonyeze hivyo vimistari vitatu hivyo, uvibonyeze. Ukisha vibonyeza, kisha utaweza kuona page hii hapa. Hii page ndio ambayo tunahitaji. Kisha utakuja kubonyeza hapa kwenye more services. More services. Baada ya kubonyeza more services, shuka chini kabisa, mwisho utakutana na hii neno API. Eneo la other utakutana na hichi kipengele cha API. Bonyeza hiyo API, alafu itakuleta kwenye page hii hapa. Hii page sasa tuta create API. Kwa wale ambao walikuwa tayari wana API wanajua wanatakiwa udelete ile mwanzo, halafu utengeneze mpya, lakini hapa ni kama hamna API, so uta create API mpya. So nitabonyeza ile eneo la create API. Baada ya kubonyeza hapo, nitabonyeza next. Kwa hiyo tunaacha kwenye system generated, inabaki hapo, na kisha mimi nitabonyeza tu neno next hapa chini. So baada ya kubonyeza next, itaniambia niweke label. Label ni kitu chochote tu, jina lolote inakuwa ni jina la API. Wengi wanapenda kuandika Royal Q, ni sawa, lakini mimi binafsi napenda kuandika namna hii. Unaweza kuandika jina lolote, bali tu kumbuke kwamba API hii imeunganishwa na Royal Q. So unaweza kuandika jina lolote lile, sawa, no problem. Baada ya hapo utabonyeza next. Baada ya kubonyeza next, utaambiwa ufanye verification. Kwa hiyo kama unatumia passkeys ni sawa, kama unatumia authenticator app, kama unatumia email, kama unatumia facial na nani, kwa hiyo utafanya. Mimi binafsi natumia passkeys, so ta verify. Baada ya kuverify, tayari nitakuwa nimeshatengeneza API hapa. Tabonyeza kamshale kanako angalia chini haka. Baada ukabonyeza, nita copy hizi secret key kwanza. Binafsi yangu napenda kwanza copy hizi secret key, so nita copy hizi secret key, taenda kufungua Royal Q. So nita copy, alafu taenda kufungua Royal Q sasa. So nitatoka kwenye hii page, taenda kwenye Royal Q. Baada ya kufika kwenye Royal Q, nitaingia kwenye hili eneo la API binding hili. Baada ya kuingia kwenye eneo la API binding, nitabonyeza kwa sababu na bind Binance, so nitabonyeza ile kufuli la Binance hapa. Baada ya kubonyeza, nitapata hii page hapa. Kwa sababu nimesha copy kule secret key kwenye Binance, inaitwa secret key, kwa nitakuja kuipaste kwenye hili eneo hapa la secret key. Nitaipaste tu hapo, alafu kisha nitakopi hizi IP addresses hapa. Nitakopi hizi IP addresses, nitabonyeza neno copy. Boom. Baada ya kukopi, tarudi tena Binance. Tarudi Binance, alafu nitakuja hapa juu, nitabonyeza neno edit. Hili hapa, nitabonyeza neno edit, alafu tashuka chini moja kwa moja huku kwenye hili eneo, nitaweka nitabonyeza hichi kiduara kwenye restrict access trusted IPs only. Baada ya kubonyeza ile duara, nitapaste zile IP addresses hapo sasa ambazo nimekopi kule, alafu utabonyeza neno confirm. Baada ya kubonyeza neno confirm, kinachofuata ni mimi kuweka tiki kwenye haya maeneo, enable spot and margin trading na enable futures trading. Kama hauna futures, achana nayo. Kama hauna sehemu ya kuweka tiki kwenye futures, achana nayo, utakuja kuonyeshwa baadaye na kiongozi wako. So
mimi binafsi kwa sababu nayo maeneo mawili, wengi mnaweza mkawa mnaona hili eneo peke yake la enable spot and margin. Kwenye haya maeneo mengine hatuweki tiki. Haya maeneo mengine hatuweki tiki. Ukikutana na hayo maeneo usiweke tiki. Eneo la kuweka tiki ni hapa, ukikutana na hii na hii. Yes. Ni hayo maeneo. Enable reading itakuwa tayari imeshawekwa tiki, so hiyo haina shida, iko sawa kabisa na inabidi iwe na tiki. So enable reading tayari na tiki moja kwa moja. Mimi nitaweka tiki kwenye enable spot and margin trading ili niweze kutrade spot na margin tradings, na pia nita enable futures. Baada hapo nitaenda juu, nitasema save, nitabonyeza save. Baada ya kubonyeza save wataniambia ni verify tena. So kama kawaida, kama unatumia passkeys, kama unatumia Google Authenticator, kama unatumia email, kama unatumia facial, basi unaweka hapo, tayari inakuwa nimeshamaliza, na kisha nabonyeza neno copy. Copy kwa maana ya na copy hizi API key. Sasa ndio step ya mwisho hapa. Kwa nitabonyeza ile neno copy. Nitabonyeza ile neno copy. Nikishabonyeza ile neno copy tayari nitakuwa nishazikopi. Basi nitaenda nazo kwenye Royal Queue yangu hapa. Nitaziweka kwenye eneo la API key hapa, kwa sababu zile ni API key. Kwa nitaweka kwenye API key. Baada ya kuweka hapo, nitabonyeza ile neno limeandikwa send code. Hizi kodi nitazikuta kwenye email ambayo nimesajilia hii Royal Queue. So acha niende kwenye hiyo email. Yes, email imeshafika. So naibonyeza na copy tu hizi codes hapa. Baada ya copy hizi codes, narudi nazo naziweka hapo. Boom. Tayari nakuwa nimeshamaliza. Pati ya mwisho ni kuweka tiki kwenye hichi kiduara hapa. Boom. Na alafu kubonyeza hili neno bind. Ukishabonyeza hapo itasema bound successful. Kwa tayari nitakuwa nishamaliza kufanya binding kwa uhakika kabisa kati ya Royal Queue na Binance. Thank you very much. Na tukutane kwenye somo jingine. Asanteni.